Mheshimiwa, tunaendelea, bado tupo ofisi ya Rais TAMISEMI. Nimwite sasa Mheshimiwa Miraji Jumanne Mtaturu, mbunge wa Singida Mashariki, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali letu namba 616 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekuwa ikifanya ukarabati wa shule kongwe nchini, ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-16 hadi 2023-24 jumla shilingi bilioni 168.31 zilitumika kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za msingi 793 na sekondari 89. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024-25 serikali imetenga shilingi bilioni 26.13 kwa ajili ya ukarabati wa shule 259. Aidha, kutokana na baadhi ya shule kuwa chakavu kiasi cha kutokarabatika, serikali imeendelea kuboresha miundombinu katika shule hizo kwa kujenga miundombinu mipya kwa awamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha za ukarabati wa shule chakavu au kujenga miundombinu mipya katika shule zisizokarabatika kwa awamu. Mheshimiwa Mtaturu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili madogo ya nyongeza. Swala la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, shule nyingi sana katika jimbo la Singida Mashariki, shule kongwe, zina hali mbaya sana, hivyo kufanya mazingira ya kujifunzia watoto wetu kuwa sio salama, ikiwemo kutokuwa hata na matundu ya vyoo, ambayo mifano ninayo michache. Mfano katika shule ya msingi Kinyamwandio, Mahambe, Mwau, Sambaru, Dungunyi, Damankia, Choda, Mkiwa, Makiungu, Mungaa, Minyinga, Msule, Siuyu, Ntuntu na Mampando. Shule hizi zina hali mbaya sana. Nataka kujua serikali ina mpango gani wa haraka kuweza kusaidia shule hizi ili watoto wetu waweze kupata mazingira mazuri ya kujifunzia. Swala la pili, katika jimbo la Singida Mashariki au wilaya Ikungi kwa ujumla, tuna upungufu mkubwa wa walimu, hasa walimu wa kike. Na walimu hao wa kike, kuna baadhi ya maeneo shule nzima ina watoto zaidi ya 700, haina mwalimu wa kike hata mmoja. Nini kauli ya serikali kuhusiana na jambo hili kwa sababu ya kuendelea kuwasaidia watoto wetu makuzi mema? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, zipo shule ambazo ni chakavu na ni kongwe, lakini kama ambavyo nimeeleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba katika kipindi cha miaka 5 serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 168 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa shule za sekondari zaidi ya 89 za sekondari na za msingi zaidi ya 793. Na zoezi la ukarabati hili Mheshimiwa Mwenyekiti ni endelevu kupitia fedha za serikali, kupitia programu mbalimbali. Tuna mpango wa boost kwa shule za msingi, tuna mpango wa SEQUIP kwa shule za sekondari, na zoezi hili ni endelevu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza nimhakikishie Mheshimiwa Miraji Jumanne Mtaturu, mbunge wa Singida Mashariki, kwamba serikali inatambua uwepo wa shule hizo chakavu katika jimbo la Singida Mashariki, na tayari tumeweka mpango endelevu wa kwenda kuzikarabati na kuzijenga shule hizo na madarasa hayo kwa awamu. Na ni swala la pili kuhusiana na upungufu wa baadhi ya miundombinu, hususan vyoo. Nitumie nafasi hii kumsisitiza mkurugenzi wa mashauri ya Ikungi kwamba ni wajibu wao kuhakikisha kwamba kwenye bajeti za halmashauri wanatenga fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya vyoo kwenye shule hizo. Gharama ya tundu moja la choo ni takriban milioni 1. Kwa hata kama unahitaji matundu 6 au 12 kila shule, kwa shule 10 si zaidi ya milioni 200 unaweza ukajenga, na iko ndani ya uwezo wa halmashauri. Kwa nitumie nafasi hii kusisitiza kwamba ile bajeti ya 40% miradi ya maendeleo, 60% miradi ya maendeleo ifanye kazi za kutatua kero za wananchi, zikiwemo changamoto za shule, ikiwemo miundombinu ya vyoo. Swala la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na upungufu wa walimu katika shule, tunafahamu Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa vibali vya ajira, na katika miaka hii 4 watumishi wengi wa sekta ya elimu wameajiriwa kila mwaka, ikiwemo mwaka huu, na mashauri pia Ikungi imepata watumishi, na zoezi hili ni endelevu. Tunatambua kwamba kuna upungufu wa walimu wa kike lakini pia hata wa kiume. Nitumie nafasi hii nimwelekeze mkurugenzi wa Ikungi lakini pia katibu tawala wa mkoa wa Singida kufanya msawazo wa ndani wa walimu wa kike kutoka kwenye shule ambazo zina walimu wengi zaidi, angalau kupata walimu katika shule zile ambazo hazina kabisa walimu wa kike, ili watoto wetu wa kike waweze kupata huduma stahiki kwa mujibu wa taratibu.
Hii ni Bazo TV. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata